Nyinyi wa Tanzania, nyinyi wa Tanzania, walokole, Wakristo, watu wa makanisani, baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu, mapilato, mmekuwa mapilato, yani mmekuwa mapilato, mna dictate vitu, nyinyi ndio mnaamua, nyinyi ndio mnasema mtu aweje, mtumishi afanye nini. Na naomba tu niseme wazi tu leo kwa haraka tu hapa kwamba please acheni ushamba, baadhi yenu acheni ushamba, telling you this is very bad. Naongea kutoka moyoni, na mimi huwa siongei, huwa mna throw a lot of things to me. Mimi mtu natupiwaga vitu vingi tu, kila mtu anaibuka huko anasema lake, huyu anasema hiki, anatafsiri hiki, na nimekuwa nikikaa kimya for so long, na kabla tu kimya naangalia, na sio kwamba sioni, nasoma mitandaoni, naona vinavyoongelewa, wakati mwingine nashangaa. Lakini sasa kinachonishangaza nakuja kugundua kwamba yani mnazungumza vitu baadhi yenu hamna hata ufahamu navyo, hujui kitu hata kinachoendelea, unaibuka tu unakotoka, unaanza kusema tu. Sasa hebu fanyeni basi hata research, hebu fuatilieni hata vitu kabla hujaingia. It's not just because una bando unaweza kucomment kwenye kitu fulani basi unaingia tu una comment. Sasa leo nimesema ngoja nisiwakalie zaidi kimya, maana unajua wakati mwingine ukikaa kimya uongo nao unaweza kugeuka ukawa ukweli. Sasa kwa mfano juzi tu hapa kumekuwa na mitazamo tofauti namna ambavyo Joel Lwaga anatumia biti za kidunia, yani biti za kibongo flavor, yeye kuimbia gospel. Kuna baadhi ya watumishi wanasema hiyo sio desturi ya Kikristo na haipendezi kuchukua biti za kibongo flavor, biti za kidunia kuimba ujumbe wa kiinjili. Hiyo ni mitazamo ya baadhi ya watumishi, na Joel Lwaga ameonyesha kuchukizwa na mitazamo hiyo. Jambo la aibu ni kwamba na nyinyi mnatafuta kiki za dunia, mnataka kuiiga dunia, wanaoyafanya duniani na nyinyi wanataka kuyafanya. Hamwezi kuimba, hata waimbaji wetu au baadhi yao wengi nao wanataka kuleta slogan za dunia. Mshenzi hawezi kumuoa mshenzi, kwa sababu hata malaya kibagwa anaumia na ndo kazi yake. Kwa hiyo watu wabaya wanatamani kuwa na watu wema. Kwa hiyo wewe kama umeamua kuwa mwema, simama katika wema ili wabaya waufate wema ulionao. Ngoja nifanye kama wao ili wanielewe. Basi nenda kaile flavor kule. Usituchanganye. Kanisa lazima liwe na nyimbo zake. Mtu ajue nimekuja kanisani. Akwambia ukweli, ni mambo hayapendwi, lakini lazima tuambie. Nyimbo za Nigeria hata kama wanaimba kwa kilugha. Mimi namsikilizaga Sunday Philosophy. Anaongea kuna wakati anaimba nyimbo za kilugha hujui, lakini haki ya Mungu unatoka machozi. Unakaa sebuleni unaangalia mpaka machozi yanakutoka. Kwa sababu anachokimaanisha ni roho. Sasa angalia leo. Tunataka yani tunaiiga dunia badala dunia itufuate. Hebu niambieni mdundo wa mbinguni ni upi? Mdundo wa kidunia, mdundo wa mbinguni ni upi? Gospel sio muziki, sio music. Gospel ni ujumbe. Kinachotenganisha ni ujumbe. Ndio maana hebu nitafutieni nyimbo ambao nyinyi mnasema huu, hebu nitajieni wimbo mmoja ambao mnaamini nyinyi huu ndio wa gospel, au nyimbo zenu hizo mnazoamini hizi ndo za gospel. Nikichukua hilo beat, nikichukua huo muziki, nikabadilisha maneno, nikaweka maneno machafu, nikaweka maneno ya mapenzi machafu kama wanaimbaga watu wengine, nikaweka huo muziki utabaki kuwa gospel. Nikiuplay mtauita wa gospel. Nini kitakuwa kimebadilika? Nini kitakuwa kimebadilika? Music is not about a beat. Gospel is not about a beat, it's about a message. Na kuna mtumishi wa Mungu ambaye amekuja kivingine kabisa. Yeye amesema ya kwamba amepata maono ya kwamba kuna waimbaji wa kiume wawili ambao majina yao hakuyataja, lakini ametaja herufi za mwanzo ambao ni J na Z, ambayo kwa tafsiri ya haraka J inamaanisha Joel Lwaga. Mimi kwa mtazamo wangu, lakini sijaiona, lakini yeye amesema ni waimbaji wakubwa na wana majina makubwa hapa Tanzania ambao wanaandamwa na roho ya mauti. Kwa hiyo waombewe, maana wana vitu vikubwa na shetani anataka kuwaua. Tusikilize kidogo. Kuna hao ambao wawili, mmoja jina lake linaanziwa na Z na mwingine jina lake linaanziwa na J. Mmoja jina lake linaanziwa na Z na mwingine linaanziwa na J. Nimesema sitayataja majina yao, lakini nimeyataja kwa herufi ili kama kuna ndugu na watu ambao naweza nikaelewa ni kina nani, na weza kushughulika. Ni watu ambao wanafahamika, ni mwimbaji ambao wanafahamika, hii taifa hili wanafahamika. Inawezekana hawafahamiki kwa kiasi kikubwa, lakini wanafahamika kwenye nyimbo za Injili. Yesu anataka kuondolewa ili kuua
kusudi la Mungu lililoko ndani yao. Na Roho Mtakatifu anasema kuna vitu vikubwa. Mungu ameweka vitu vikubwa. Sijifanye nyinyi ndio mna uchungu sana na mimi. Nyinyi ndio wachungaji wangu huko mitandao, nyinyi ndio mnaonifahamu. Stop it. I have people pia. So kama unadhani ni kuna kitu nimekosea, nielekeze kwa upendo. You can DM me. Hata Yesu zina miiko yake. Usiende na dunia ukasahau miiko ya gospel. Wimbo wowote ambao tukiutafuta kwenye Biblia hatujui umeutoa wapi is not a gospel. Sio wimbo wa Injili. Man. Inawezekana ni mazuri tu natutia moyo, ila ni wimbo wa kawaida, ila hiyo wimbo wa gospel. Wimbo wa Injili ni lazima kiini cha huo wimbo tukikitafuta kwenye tulikute. Sile ni leo tubishi. Sana. Sitaki kuwataja majina hapa, tuko live. Tunasikika Tanzania nzima. Ni wakubwa sana tena wanisikika. Mzibili. Injili waza Mungu. Unataka kuimba ujumbe wote, rudi kwenye Biblia ujue watu wamepaongelea. Wakikuta hajapaongelea. Ule mwimbaji mmoja ndio kuimba hapa anaitwa Wiki. Samanini si wakwazi waimbaji, imbeni na waunga mkono, lakini kuna wengi wanaimba kwa sababu hawana kazi za kufanya. I'm sorry to say this, mmewafanya waimbaji wa Injili kuwa duni kwa muda mrefu. Ndio maana leo ni kweli hatufanyi hivi vitu ili tupate mafanikio ya mwilini. Ni kweli the ultimate goal ni Injili ihubiriwe, watu waokoke, watu wamjue Mungu. Ni kweli watu wahudumiwe, waponye mioyo, waponye nafsi, waliokosa tumaini wapate tumaini, nuru iingie kwenye maisha ya watu, giza liondoke. That's the goal. Ni kweli, lakini at the end of the day haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maskini, haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maisha duni. Lakini hivi vitu vidogo vidogo hivi ambavyo mnashangaa leo mwimbaji wa Injili kusaini na Empire, mnataka asainiwe tu wa secular kwa sababu mnaona mwimbaji wa gospel astahili. Kwa nini asistahili? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Kwa sababu mnataka tuwe duni. Mnasema eti nuru na giza. YouTube ni ya Kikristo. Hiyo YouTube tunaoingiza kwa nyimbo ni ya Kikristo. Hizi platform tunazoweka nyimbo ni za Kikristo. Nionyesheni platform ya Wakristo peke yao. Iko wapi ya kuweka nyimbo afu tuone kama mtaenda kuview huko, mtaenda kusikiliza. Guys, acheni. Haya ndo mambo yanafanya leo hatuna hata mwimbaji wa Injili hata mmoja mwenye angalau gorofa. Nyumba tu ya kuishi nzuri kama gorofa hatuna. Hatuna mwimbaji wa Injili ambaye anaendesha hata gari ya milioni 300, hatuna. Sisemi kwamba hili ndio goal, lakini nyinyi mnajisikia fahari gani? Mbona wachungaji tunao wenye magorofa? Mbona wachungaji tunao wanaendesha magari ya milioni 100 ngapi huko? Mbona tunao? Why about singers? Why not about singers? Why not about waimbaji wa nyimbo za Injili? Mnawakalia kooni, wanaogopa. Hawasemi, lakini mimi siwaogopi. Mimi namuogopa Mungu aliyeniumba na aliyenipa huduma. So stop it guys. Siongeagi mimi mara nyingi. Sisemagi, sijibu, lakini leo nawajibu. Na nikiona nakaa kimya. Nikiona imezidi ninazidisha naongea. Najua kuna wengine wanasema Joel kwa nini amejibu? Joel amepani. Hamna. Mimi nakaaga kimya. Na nyinyi mnajua sijibugi hoja za maneno mimi mtandaoni sijibu. But this imechukua attention yangu sana. Stop it guys. Acheni haya mambo. Acheni kuwakalia watu mpaka watu wanashindwa wafanye. Acheni, wanaogopa. Mimi nawaambia waimbaji wengine hawasemi wanaogopa. But mimi siwaogopi. Nitaendelea kufanya ninachokifanya as long as ninakifanya kwa Mungu. Mungu ndiye anayetoa hesabu ya ninachokifanya. Wewe kama unakifurahia kifurahie. Ukifurahii achana nacho. Step aside. Usiniambie acheni kuniletea muziki usio Injili muachie fulani. Nimwachie fulani kwani tulipewa jukumu kwa pamoja, tuliitwa wote. Tuligawanywa majukumu kwa pamoja. Uone hata aibu kuniambia eti muachie fulani. Wewe usimsikilize wewe fulani. Let me do it. Let me be guys. Wengine mnakuja mnanikalia juu sijui muonekana mnataka niwe mzee. Mimi am early 30s, ni kijana mdogo bado. I'm early 30s. Simply because nimefanya hiki kitu kwa muda mrefu, msidhani kwamba mimi ni mzee. Mimi nimetoa wimbo wangu wa kwanza nimefahamika 2017. It's 8 years guys now. Miaka 8. Lakini nilianza nikiwa kijana mdogo. Mimi ni mdogo bado. Early 30s. Mnataka niwe kama mzee? Nitakuwa kama kijana, nitavaa kama kijana, nitaonekana kama kijana. Na Injili yangu nitaipackage kuwavutia hao vijana. Wajue kwamba kuokoka sio ushamba, unaweza kuwa umeokoka unamjua Yesu na ukawa sio mshamba. I'll do that. That's my calling. Sasa wewe unatoka unakotoka huko just because you have bando unanikurupukia tu. No guys. No. Ifike hatua haya mambo yafike mwisho. Cheni hayo mambo. Cheni kabisa. Tutitiane kwa upendo, tuthaminiane, kila mtu amuone mwenzake kuwa bora anachokifanya mwingine. Kama unadhani unaona mimi kuna kitu nimekosea, afu guys pia kingine mnatakiwa mjue, mimi sio mtu tu ninayetoka from nowhere. Mimi nina mchungaji wangu
nina mwangalizi wa makanisa yetu Apostle Dani, nina mchungaji wangu anaitwa Pastor Dennis Kiwali, nina mama yangu mzazi, nina baba, nina familia, nina watu ambao leo mimi kama nafanya kitu kisio sawa, msidhani kwamba wananimudu, wanaweza kunikalisha chini. Mimi mama yangu hata post tu nikipost anakuja anasoma kila comment mama yangu, na anatakiwa na video ataona. Mama yangu mimi ananipigiaga simu ananiambia shusha hiyo post, futa hiki. Mama yangu ni mchungaji na yuko Marekani. Lakini ananipigia simu hata usiku wa manane ananiambia futa hiyo post, ondoa hicho. Nina watu ambao wananiangalia, mimi siendi tu, nina mchungaji wangu, nimewatajia jina lake. Tuna mwangalizi Apostle Dani, mwangalizi wa makanisa yetu NTM. Mimi nina kanisa ninakosali. Sitoki from nowhere. Kwa hiyo nyinyi msijifanye nyinyi ndio mna uchungu sana na